Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Leo ni siku nyingine ya maombi. Tunaenda kuombea leo mpenyo na kuombea watu wetu wa mpenyo. Tutajikita zaidi kwenye kuombea watu wetu wa mpenyo. Leo tunasimama na neno kutoka katika kitabu cha Kutoka mlango ule wa 2 mstari wa 1 mpaka ule wa 10. Hapa tutaona stori ya mama wa Musa, dada wa Musa na mtoto wa Farao ambao walikuwa ni watu wa mpenyo kwa Musa. Mstari wa 1 unasema, mtu mmoja wa nyumba ya Walawi akaondoka akaoa binti mmoja wa Lawi. Yule mwanamke akachukua mimba akazaa mwana, na alipoona ya kuwa ni mtoto mzuri akamficha miezi 3. Mstari wa 3, na alipokuwa hawezi kumficha tena akampatia kisafina cha manyasi akakipaka sifa ya lami, akamtia mtoto ndani yake akakiweka katika majani kando ya mto. Umbu lake, yule wa kwanza ni mama yake Musa, alimchukua akamweka kwenye kisafina akamweka kando ya mto. Umbu lake mtoto akasimama mbali ili ajue yatakayompata. Umbu ni dada yake Musa ambaye ni Miriam. Alisimama kwa mbali akiangalia kitakachompata Musa alivyowekwa kwenye kisafina. Mstari wa 5, basi binti Farao akashuka aoge mtoni na vijakazi wake, wakatembea kando ya mto, naye akaona kile kisafina katika majani, akamtuma kijakazi wake kwenda kukileta. Akakifungua. Mstari wa 6, akakifungua akamwona mtoto, na tazama mtoto yule analia. Shika huo mstari. Basi akamhurumia akasema, huyu ni mmojawapo wa watoto wa Ebrania. Mstari wa 7, basi umbu lake, dada yake Musa, basi umbu lake mtoto akamwambia binti Farao, je, niende nikamwite mlezi katika wanawake wa Kiebrania aje kwako akunyonyeshe mtoto huyu? Umbu ametokea hapa tena, mtoto wa Farao na mama yake Musa kule juu wametokea. Mstari wa 8, binti Farao akamwambia, haya enenda. Yule kijana yani umbu akaenda akamwita mama yake yule mtoto, akamwita mama yake Musa. Binti Farao akamwambia mama yake Musa, mchukue. Mstari wa 9, mchukue mtoto huyu ukaninyonyeshe, nami nitakupa mshahara wako. Yule mwanamke akamtoa mtoto akamnyonyesha. Mstari wa 10, mtoto akakua, naye akamleta kwa binti Farao akawa mwanawe, akamwita jina lake Musa, akasema, ni kwa sababu nalimtoa majini. Haleluya! Maombi yetu yanajikita hapo. Ombea watu wako wa mpenyo. Katika kitabu hichi cha Kutoka 2 mstari wa 1 hadi wa 10, mama yake Musa amekuwa mtu wa mpenyo wa kwanza wa Musa. Musa ana kazi ya Mungu anatakiwa ifanikishe, lakini mama yake Musa alikuwa mtu wa mpenyo. Kipindi hiko kulikuwa kuna kuua watoto wa kiume, aliagiza Farao, lakini mama yake Musa aliona kwamba mtoto wangu sitaki auawe. Mungu aliweka kusudi ndani ya Musa. Kwa hiyo mama yake Musa akachukua kisafina akamweka pembeni ya mto. Mke wa mtoto wa Farao akaona kile kisafina wakati ameenda kuoga mtoni, akawaambia vijakazi wake, nileteni kile kikapu, kile kisafina. Wakamletea. Walipokiona kile, walipomwona yule mtoto ndani, mtoto alikuwa analia. Sasa sikiliza, kwenye maombi haya, lia ili usaidiwe, lia ili utilie huruma. Maana anasema katika ule mstari anasema hivi, anasema akakifungua akamwona mtoto, na tazama mtoto yule analia, basi akamhurumia. Watu wako wa mpenyo wanatakiwa wakuhurumie, wakuone unahitaji msaada kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hapa tunaona watu wangapi? Mama yake Musa mtu wa mpenyo, umbu lake dada yake ni mtu wa mpenyo, aliakaa. Mstari wa 4 anasema umbu lake mtoto akasimama mbali ajue yatakayompata. Kwa hiyo alikuwa akimwangalia mdogo wake atafanywa nini, atauawa au atachukuliwa, atapelekwa wapi. Kwa hiyo alikuwa ni mtu wa mpenyo, kwa maana ya kwamba alimwambia binti Farao, nikakuletea mama wa Kiebrania kumnyonyesha huyu mtoto, akijua kabisa mama yake yeye Miriam ndio mama yake Musa. Akaenda akamuita akamleta. Kwa hiyo akawa mtu wa mpenyo, bado anafanya Musa awe mikono salama. Haleluya! Na alipomuita yule mama yake akamnyonyesha. Kwa mama yake Musa akaendelea kuwa mtu wa mpenyo kwa mara ya pili. Amekuwa mpenyo kwa kumweka kwenye safina, amekuwa mpenyo kwa ajili ya kumnyonyesha, lakini umbu amekuwa mpenyo kwa mara ya kwanza kwa kumtazama, mara ya pili kwa kuweka kwamba kumwambia binti Farao, nikakuletea mama wa Kiebrania. Akaenda na akamleta. Haleluya!
Sasa leo maombi ya leo yanaenda kuwa maombi ya kuombea watu wako wa mpenyo. Watu wako wa mpenyo wanaweza wakawepo kama umbu dada yake Musa. Watu wako wa mpenyo kama mama yako au mzazi wako. Watu wako wa mpenyo wakawa watoto wa adui yako ambao ni kama mtoto wa Farao. Watu wako wa mpenyo wanaweza wakawa watu ambao hata hujawahi kuwaona, hata hujawahi kudhania. Haleluya, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Mungu Baba, mfalme wa wafalme, baba mababa, Mungu wa miungu, wewe ni El Elyon Shama, wewe ni Yahua Elohim, wewe ni muumba wa vitu vyote, wewe ni baba yetu na Mungu wetu uliyetuumba. Tunasema asante mbele zako, tunasema asante kwa kuwa wewe ni mwema, asante kwa kuwa wewe ni mkuu, asante kwa kuwa wewe ni kila kitu kwetu. Wewe ni mkuu na wewe unajua nini hitaji letu. Leo tunakuja mbele zako tukiombea watu wetu wa mpenyo. Watu wetu wa mpenyo inawezekana wako mahala ambapo wanatutazama ili watupe mpenyo wetu. Wanatutazama ili watusaidie kuvuka kama umbu la dada yake Musa. Ila wengine watu wa mpenyo inawezekana wako kwa upande wa maadui zetu, lakini Mungu unataka kuwatumia, umewaweka kwa ajili ya kutufanikisha sisi kuvuka. Ila watu wetu hawa wa mpenyo pengine wamezuiwa wasituone, pengine wamewekwa upofu wasituone, pengine wamewekwa roho ya hasira ili wasituonee huruma, pengine wamewekwa viziwi, wasisikie shida zetu, pengine wamewekwa upofu wasituone, pengine wamevurugwa akili zao, wamepewa stress katika maisha yao, ila wana vitu ambavyo vitatusaidia sisi, vitatufanya sisi tuvuke. Leo tunakuja mbele zako kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Tunawaombea watu wetu wa mpenyo katika njia zetu. Tunawaombea watoto wa mpenyo katika njia zetu. Tunawaombea watoto wa mpenyo katika njia zetu. Kwa jina la Yesu Kristo tunatuma malaika. Maana nasema tutagizia malaika katika hao ni watoto wa mpenyo pia. Malaika hao wanaweza kaanguka kwa watoto wa mpenyo. Kwa jina la Yesu tunaenda kuombea watu hao, ukawafungue macho yao, ukawafungue, ukawatoe upofu, wakatuone sisi, wakatuone, wakatusaidie katika kuvuka hatua nyingine, kupanda ngazi nyingine, ukatokea mpenyo wetu katika biashara zetu. Kuna watoto wa mpenyo katika biashara zetu, wanaweza kawa ndio mawinga wetu, wanaweza kawa ndio watu wetu walioko huko nchi za mbali, wanaweza kawa watu wetu ambao watatufambia tufungue biashara gani, wakatuelekeza biashara zetu. Tunaombea watoto wa mpenyo kwa jina la Yesu, ukawafungue, ukawaweke katika njia zetu, wakatuone, wakatuhurumie kama mtoto yule alivyolia katika kile kikapu wa mtoto wa Farao akamhurumia baada ya kusikia kile kilio. Basi tunaomba watoto wa mpenyo wakawe katika elimu za watoto wetu, wakawe katika elimu zetu, wakawe ndio walimu wa mpenyo wetu, wakawe ndio wakuu wa shule wa mpenyo wetu, wakawe wakuu wa vyuo wa mpenyo wetu, wakawe walimu wetu ambao watatusaidia, hapa mbona umekosea, hapa fanya hivi. Kwa jina la Yesu, watoto wa mpenyo ni wale wanaotufanya sisi kuvuka, wanafanya sisi tusikosee, wanafanya sisi tupate hatua nyingine. Kwa jina la Yesu, mtoto wa mpenyo anaweza kawa mfagizi, anaweza kawa mtu wa kada ya chini kabisa pale ofisini. Basi Mungu, watu wetu wa mpenyo wakatuletea taarifa njema. Watoto wa mpenyo kwa jina la Yesu wakafunguliwe kamba walizofungwa, wasisogee kwetu. Maana kuna wengine wanaweza kuwa wamefungwa kamba ili wasitusogelee, ili wakitaka kumove kuja kwetu kamba zinawavuta, kamba zikakatike sasa kwa jina la Yesu Kristo. Watoto wa mpenyo wanaweza kuwa ni wale ambao wanataka wewe upande cheo, wanataka sisi tuwe katika nafasi kubwa zaidi, lakini watu hao wamewekewa uzito, wamewekewa akili ya kutoconsider, wamewekewa akili ya kutokutuzingatia sisi. Mungu, tunakwenda kufungua fahamu zao kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa moto wa Mtakatifu, kwa nguvu zako ya Mungu. Tunaomba mkono wako ukawaguse watoto wa mpenyo popote walipo. Watoto wa mpenyo inawezekana wako kule hospitalini ambako watoto wetu wanaenda kutibiwa, ndugu zetu wanaenda kutibiwa, sisi tunaenda kutibiwa, ambako daktari yule wa mpenyo anazuiwa asije kukutibu, lakini yule daktari wa upande mbaya ndio anasogea, anasema wewe unatakiwa kufanya operation, wewe unatakiwa kukatwa mguu, wewe unatakiwa una kisukari, kumbe huna. Ila daktari yule wa mpenyo tunaomba Mungu akakae kwenye siti yake, atakapokwenda mgonjwa huyo akaambiwa wewe sio operation, wewe ni wa dawa hii tu, kapone, wewe kapumzike tu, utapona kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu ali hai. Watu wetu wa mpenyo inawezekana wako huko mabarabarani, wako huko tunakokwenda hatukujui. Mungu tunaomba ukawafungue, ukawatoe upofu, ukawatoe uziwi, weke akili zao timamu, ukawaondolee stress kwao, ukawaondolee shida kwao, ukawaondolee kila namna ya kikwazo ambacho kinafanya wao wasitusaidie, wao wasituone sisi wa msaada kwa jina la Yesu Kristo. Na tunaomba sisi utakaso, Mungu Baba, kwa jina la Yesu, kuanzia tunavyoonekana, tukaonekana watu wa kusaidiwa nao, tukaonekana watu ambao tuna muunganiko nao kwa jina la Yesu. Haijalishi hata kama mtu wa mpenyo wa sekunde, lakini ni mtu wa mpenyo wetu. Sekunde ni nyingi katika kufanikiwa, sekunde ni nyingi katika kuvuka,
sekunde ni nyingi katika kukwepa, kwa jina la Yesu Kristo, kukwepa ubaya. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba watu wetu wa mpenyo leo, tunawaombea, tunawachovya kwa damu ya Yesu, wakatoke wakiwa wanajua nini cha kufanya, wakasimame kwenye zamu yao, maisha na vurugu zote ambazo zinawazunguka Mungu zikaondoke, ili waweze kuwafanyia mpenyo watoto wako, kuwafanyia mpenyo watoto wako kwa jina la Yesu. Haijalishi unafanya kazi gani, biashara gani, unasoma wapi, unafanya nini, Mungu ana mtu wako wa mpenyo amemwandaa. Muombee mtu wako wa mpenyo ili aweze kukusaidia kuvuka hapo kwa jina la Yesu. Utabaki vivi, ombea mpenyo wako pia. Mungu ukiombea mpenyo wako, watu wako wa mpenyo ambao hawajafungwa bado, hawajawekwa katika vizuizi na watu wabaya, watakuona. Pengine una sura ambayo haieleweki katika ulimwengu wa roho, watu wako wa mpenyo hawakuoni. Takasa mwili wako wa rohoni na mwili wako wa mwilini, ili uweze kwenda kuonekana na watu wako wa mpenyo kwa jina la Yesu Kristo. Natubu mbele zako, Mungu wangu na Baba yangu, ninaomba unisamehe dhambi zangu zilizofanya kwa kuwaza, kunena, kwa kutenda. Naomba unisafishe kwa damu yako, unisafishe kwa damu yako, nikawe mtu mpya, nikawe kama vile ulivyoniumba, ili nikaonekanike Bwana. Hakuna sura ya kuwa ya ajabu iliyotupiwa itasimama ikang'oke sasa kwa jina la Yesu. Kila mtu mbaya anayenena ubaya katika mipenyo yetu akaanguke yeye, akafe yeye, asiwe wa mpenyo yeye, akafilisiwe yeye, asipate msaada yeye. Sisi watu wako Mungu tukapate mpenyo kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Omba mpendwa, ukapate mpenyo katika unachokifanya, iwe mwalimu, iwe mfanyabiashara, iwe daktari, iwe nesi, iwe afisa fulani wa serikali, iwe na biashara zako tu, iwe na mambo yako ambayo yanatakiwa yaguswe na watu wengi. Mungu Baba akakupe mpenyo kwa jina la Yesu. Maana unaweza ukawa daktari lakini unaonekana sio mhudumu mzuri, unaweza ukawa nesi unaonekana wewe sio nesi mzuri, lakini kuna watu wa mpenyo wa kufundisha kazi, nini cha kufanya. Wamefungwa mikono yao, wamefungwa midomo yao, wamekuwa mabubu. Kafungua midomo yao ikawe inaongea, wakakuelekeze kazi, wakakuvushe kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Unaajiriwa kazini, hauna mtu wa kukupa ushauri nini kifanyike. Watu wako mpenyo wamefungwa kwa jina la Yesu. Watu wako mpenyo wakaamke sasa, wamelazwa usingizi, wakaamke sasa fahamu zao, wakaone kuna mtu wa kumsaidia, tumechelewa, wakakusaidie, wakakuone kwa jina la Yesu Kristo. Kalie kama Musa, ili ukifilia watu wako mpenyo wakakuone, wakakuhurumie. Haijalishi mtu wa mpenyo akatoke kwa adui au atoke kwa Mungu, lakini Mungu akifanya mtu wa mpenyo awepo, hakuna wa kuzuia. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, mtumishi wako ni Franklin Henoko Odhaifa, huduma Ebenezer Shalom. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo ninakuombea ukapate mpenyo wako na watu wako wa mpenyo wakawe huru kwa jina la Yesu Kristo. Amen.